Jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba tukae. Kwa mahali hapa asubuhi ya leo ni kwa neema tu. Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya mchungaji kiongozi wetu ambaye amenipeleka siku ya leo kwa ajili ya kutoa ujumbe ambao Bwana anataka kusema nasi asubuhi ya leo. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya uongozi wa kanisa, wazee wa kanisa. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya ushirika wote. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawasalimu tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Unapochelewa kuja ibadani, kwa sababu unapochelewa kwa sababu yako Mungu yako unakuta alipo wakati ule wa kuwa ibadani. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Amina. Basi moja kwa moja tutaendelea katika ujumbe wetu wa siku ya leo. Mpendeza Bwana aweze kusema nasi kama kanisa na mama pamoja. Kwa Yesu asifiwe sana. Tunajifunza leo juu ya ujumbe unaosema nguvu ya kusamehe na kusahau. Nguvu ya kusamehe na kusahau. Haleluya. Hebu kanisa tuseme nguvu ya kusamehe na kusahau. Nguvu ya kusamehe na kusahau. Amen. Nguvu ya kusamehe na kusahau. Tunaposema neno kusamehe ina nguvu sana, hasa kwa Kristo aliyeokoka. Sisi ambao tunasafiri kwenda mbinguni, tunajua kabisa kwamba hata wokovu tunaopokea kwa njia ya toba, kwamba tunakwenda mbele za Mungu, tunatubu dhambi zetu na Mungu anatusamehe. Na anasema kwamba kama vile mashariki ndivyo mbali na magharibi, ndivyo Mungu alivyoweka dhambi zetu mbali na sisi. Kwa hiyo maana kwamba tunaposema neno kusamehe ina nguvu sana kwa Kristo aliyeokoka na kwenye safari ya kwenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu Mungu tunapookoka sisi, watu wanapookoka, hatutengwi na ulimwengu huu. Kwamba labda tunakaa kwenye kijiji chetu au kwenye nchi yetu, sisi ambao tumeokoka tukae tu pale kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Hapana. Mungu anatuacha tukae katikati ya wasioamini pia kwa ajili na wao pia kumjua Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wewe uliokoka na mimi niliokoka, tunapoishi katika ulimwengu huu, tunasema tunakutana na mambo mengi, tunakutana na majaribu, tunakutana na vishawishi, tunakutana na changamoto nyingi sana, tunaumiza mioyo yetu. Lakini Mungu leo asubuhi ya leo anatukumbusha ya kwamba tunapokutana na mambo kama haya, tunapaswa kufanya nini? Katika ujumbe wetu leo tutakwenda kuangalia umuhimu mkubwa wa watu wa Mungu kutembea katika msamaha ili kuhakikishia uhuru wa Kristo katika maisha yao unadumu hata mwisho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutakwenda kuangalia umuhimu mkubwa sana wa watoto wa Mungu kutembea katika tabia ya msamaha, kusamehe, kuachilia, ili kwamba maisha yetu yawe matakatifu katika Kristo hadi mwisho kwa jina la Yesu. Tunapookoka ni kwamba tunaanza safari. Na unapotembea katika safari, unaweza kukutana na milima, kukutana na mabonde, ukajikwaa, kukutana na changamoto nyingi njiani, kukutana na uvumbi, kukutana na mvua, lakini uko safarini. Kwa hiyo sisi pia katika safari tulionayo ya kwenda mbinguni, baada ya kuamini Yesu Kristo, na kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, hadi tunaanza safari. Na tunaona kwamba safari ya kwenda mbinguni ni safari nyembamba, imesonga na wapitao ni wachache. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaposema ni nyembamba, ni kudumisha na kukutana na changamoto tunazokutana nazo katika safari. Mambo mengi tunakutana nayo katika safari tulionayo. Leo tunapaswa tufanye nini? Mungu atatupa elimu katika ujumbe huu kwa jina la Yesu. Wapo watu wengi sana mno wanaoteseka kwa sababu ya kutokusamehe. Yaani kutokusamehe, kutembea na uchungu, kutembea na yale ambayo umekutana nayo, umekwazwa. Watu wengi sana wanatembea katika mateso na mifumo mbalimbali kwa ajili ya roho ya kutokusamehe. Na hiyo na kutokusamehe na kwamba mlango
kwa njia mbalimbali. Tunapotembea na roho ya kutokusamehe, unakuwa ni mlango wa adui. Adui anapata nafasi kutushambulia, adui anapata nafasi kutuletea magonjwa, adui anapata nafasi kutufarakanisha. Kwa maana ya kwamba hii hali ya kutokusamehe inafungua mlango wa adui katika maisha yetu kwa njia mbalimbali. Tunamwamini Mungu kupitia ujumbe huu, Roho Mtakatifu atatusaidia ili tuweze kuwa huru kwa waliojeruhiwa kwa jina la Yesu. Bwana anapoleta ujumbe, unaweza kufanya wewe. Useme kabisa mimi kwa kweli sina kidogo na mtu, mimi ni mtakatifu, mimi ninasamehe, wala sina kitu kwa roho yangu wala siweki. Wewe ni sawa kabisa na Mungu akubariki. Lakini kwa Mungu anapoleta ujumbe kama huo, kuna mtu mmoja ambaye Bwana anasimama. Kama sio wote lakini yuko mmoja. Jina la Bwana libarikiwe. Hauwezi kuleta ujumbe huu bure. Anaweza kuleta kama milango kuna ambaye naongea. Kwa sababu ninapoongea hapa mimi natumika kama chombo tu, lakini mimi pia Mungu alisema na moyo wangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo ninamwamini Mungu kabisa ya kwamba kupitia ujumbe huu wale ambao wamejeruhiwa, Mungu atawapa uhuru na watatembea katika uhuru wao wa kusamehe na kusahau kwa jina la Yesu. Amen. Yesu asifiwe sana kanisa. Somo letu tutalitoa kwenye Wakolosai. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 12 hadi wa 13. Wakolosai, waraka wa Paulo kwa Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 12 hadi wa 13. Ninasoma kwa jina la Yesu. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo ya kwamba sisi ambao tumeokoka, ambao tunapenda sana na Bwana, ambao ni wateule wa Mungu na ni watakatifu, Mungu anatufundisha asubuhi ya kwamba ikiwa tulivike moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu alikuwa na sababu na kumlaumu mwenzake. Kama vile Bwana alivyotusamehe, vivyo ndivyo na sisi tunapaswa kusamehe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asili ya Mungu wetu ni kusamehe. Asili ya Bwana Yesu ni kusamehe. Wala sisi ambao tumeokoka, ambao ni wafuasi wa Yesu Kristo, inasema tuwe na tabia ya kusamehe kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama mwenzako amekukosea, lazima msamehe. Lazima tuchukuliane na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama vile viungo katika mwili wa Kristo vinashikamana, kila kimoja kwa nafasi yake. Kama unataka mpaka mahali miguu inatembea, lakini viungo vyote vinasapoti mwili mzima ili uweze kutembea. Kadhalika mwenzako anapokukosea, ni kiungo katika mwili wa Kristo. Huwezi kujitenga ukaondoka ukasema mimi nimekwazika, mimi nimefanya hili na hili, kwa ninaondoka. Hapana. Unatakiwa ukae pale pale, utibiwe, upone na uendelee na safari kwa jina la Yesu. Na uendelee kushikamana katika mwili wa Kristo. Amina. Bwana hawezi kusema kwamba mimi ninauma, kwa nini nataka mimi naondoka. Unatibiwa, unapona, unaendelea kushikamana katika mwili. Vivyo hivyo na sisi kukwazwa, kufanya mambo ambayo ukutegemea, visikufanye ukaachana na imani ulionayo. Mungu anatufundisha kwamba tunapaswa tusamehe. Haleluya. Bali tusiache huruma. Nasema kwamba yule mwanadamu amenikwaza. Wala nasema siwezi kuimba. Kiongozi wa kwanza amenikwaza. Mchungaji amenikwaza. Mzee wa kanisa amenikwaza. Kwa hiyo basi hata ndio nafanya hivi na hivi sitafanya tena. Hapana.
mbele. Yesu aliyekuokoa, Yesu aliyekujua atakutia nguvu na utavuka salama kwa jina la Yesu. Kwa Yesu asifiwe kanisa. Hebu tusome Mathayo 18 mstari wa 21. Mathayo 18:21. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu akikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Ndio Bwana anatufundisha umuhimu wa kusamehe 7 mara 70. Na hiyo tunaangalia kwa siku hii moja. Hiyo 7 kwa siku. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko pamoja wapenzi. Amina. Kwa hiyo Mungu asubuhi ya leo anatukumbusha juu ya umuhimu wa kusamehe na kusahau. Ujumbe wetu umegawanyika katika vipengele vitatu. Ujumbe wetu umegawanyika katika vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza, msamaha ni nini? Tunaposema msamaha ni nini? Kipengele cha pili, kwa nini tusamehe na kusahau? Kipengele cha pili, kwa nini tusamehe na kusahau? Kipengele cha tatu, faida za kusamehe na kusahau. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha kwanza, msamaha ni nini? Hebu tusome Efeso mlango wa 4. Kitabu cha Efeso, waraka Paulo kwa Waefeso mlango wa 4. Kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hasira na kelele na matukano yaondoke kwetu, pamoja na namna ya kila ubaya yaondoke kwetu. Anasema kwamba iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama Mungu katika Kristo Yesu alivyotusamehe, basi na sisi vivyo hivyo tunataka tuachilie moyo wa msamaha kwa jina la Yesu. Kanisa la Yesu asifiwe. Neno msamaha ni ngumu sana kwa maisha ya Kristo aliyeokoka, na ni ngumu sana kutamka toka rohoni. Na wakati mwingine anatamka kwa kusema kwamba sitaka nikusahau, au anasema nimekusamehe lakini sitasahau. Hayo maneno hayatakiwi kwetu sisi tuliokoka. Ile la Bwana libarikiwe sana. Hata unapokusiwa kwa viwango gani, hebu tafakari wewe Mungu akusamehe kwa viwango gani. Na wewe umekuwa kwa kuposta kwa viwango gani, hata useme kwamba sitakusamehe au sitaka nikusamehe, au useme kwamba nimekusamehe lakini sitasahau. Lakini basi hizo msamaha unamtamkia tu kwa mdomo, lakini moyoni bado umelibeba. Kwa hiyo kitu kama hivyo kwa sisi watu wanaokwenda mbinguni kwa Kristo, ambao tumemwamini Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, haya maneno hayatakiwi kuingiza kwenye kifungo. Ambacho kupitia kifungo adui atakutesa, utakosa amani, utakosa furaha, upendo utaondoka. Ile na wale wanawake. Kwa hiyo maana kwamba msamaha ni jambo la muhimu sana kwa Kristo awaye yote. Msamaha si ndio la jana, bali ni lazima, kwa sababu binadamu una haki kutokana na yale uliyotendewa. Tunaposema neno msamaha sio hiari, bali ni lazima. Kwa sababu gani? Utajisabia haki. Utasema kwamba mimi nimetendewa, mimi nimekosea. Bwana msikilize aliyekosea ambaye msamaha. Kumbe hata alipokosea aujua kwamba nimekosea. Amina mtikana watu wote kukukwaza. Ile la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu mbinguni atusaidie ili kwamba tuelewe kabisa kwamba neno msamaha ni lazima kwa kila mtu na wala sio hiari. Kwa sababu tunaweza kwa kweli. Kwa sababu ninatendewa sina hata kusamehe. Na ushirika aliyekosea hata kuomba msamaha. Sasa unatembea na uchungu, unatembea na kidogo, unatembea na hasira, hata sura inabadilika. Unapokutana naye unakuta sura kabisa hata ukati kumuona. Na maana kwamba ni hatari sana. Mungu atusaidie kabisa
Zote hizo ni silaha za adui. Baba usipokuwa makini, wewe utatumika kama chombo kumkwaza ndugu yako. Na wewe uliyekwaza, ni lazima ujue kabisa kwamba ni adui, sio ndugu yako. Utakapojua hivyo, ndugu yako utamsamehe, utaendelea kumpenda, na utakuwa salama, na utasonga mbele kwa jina la Yesu. Unapoona ugumu wa kusamehe, jua ni silaha ya adui. Hivyo chukua hatua ya maombi, ya rehema na vita vya kiroho, ili uweze kuwa salama kwa kuachilia roho ya msamaha kama Bwana Yesu alivyosema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unapoona ugumu, naomba ili jambo nashindwa kusamehe. Na unapozidi kukaa nalo, unazidi kuleta vitu vingi ndani yako. Unapoona ugumu huo, jua kabisa kwamba ni adui yuko kazini. Ingia kwenye maombi ya rehema, omba rehema mbele za Mungu, ingia katika vita vya kiroho, ili uweze kuwa salama kwa kuachilia msamaha, kusamehe. Hebu tusome Marko Mtakatifu mlango wa 11. Marko mlango wa 11, mlango wa 11 anasema nani kila msimamapo na kusali sameheni. Nani kila msimamapo na kusali sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kanisa la Yesu sana. Ina maana kwamba kila tunaposimama kusali, hakikisha moyo wako ni safi. Hakikisha una chuki yote na mtu. Hakikisha hakuna unaendea kwenye moyo wako, ili maombi yako yaweze kupata kibali mbele za Mungu. Utakapoenda katika maombi huku na kinyongo, huku umekwazwa, huku na uchungu, na maana kwamba itakuwa ni deni. Kitakuwa ni kizuizi cha kujibu, cha kudhibiwa maombi yako. Kwa unaposimama na kusali, hakikisha unasamehe. Haleluya. Tafakari kwenye moyo wako, nani nimemsamehe, nenda mbele za Mungu, achilia moyo wako. Kama ndugu yako yuko mbali, mfuate, mwambie nisamehe, au kama nimekukwaza, mfuate, mwambie ukweli pale ambapo ulifanya hivi na hivi, ulimekwaza ndugu yangu, naomba unisamehe. Na mimi ninakusamehe. Unaendelea, shetani ameshindwa, nasonga mbele kwa jina la Yesu. Lakini anasema ya kwamba, lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Unaona hatari hiyo, kusamehe. Usiposamehe na Baba yako wa mbinguni hatakusamehe. Ina maana kwamba unapotembea katika hali ya uchungu utakusamehe, na maana kwamba umepiga teke wokovu, uko kwenye hukumu tayari. Kwa hiyo lazima tusamehe, ili na Baba yetu wa mbinguni atusamehe kwa jina la Yesu. Kabla tumeokoka tuliingia tu, unaweza kukuta ulikwaza madini, ulikwaza na baba na shangazi na mjomba, ulikwaza na walimu, walifanya kazi wenzako na mambo kama hayo. Lakini baada ya kuokoka, unatakiwa kitu kama hivyo kuachana navyo kabisa. Usamehe na kuishi maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Kama anasema kwamba tena watu akiwa na Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yaani makwazo ya wokovu tuliokosa kabla tumeokoka, hatupaswi tuingie nalo na wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunatakiwa tusamehe, ili na sisi tuweze kusamehewa na kupokea wokovu ambao vazi lake ni takatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndugu yangu, usiposamehe hatari sana, na wewe hautasamehewa. Mungu atusaidie, tuachilie roho ya msamaha kwa jina la Yesu, tuweze kuwa salama. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Msamaha kama nilivyosema ni tendo la hiari. Unaposamehe kwa ajili yako mwenyewe, kama nilivyosema, maana mtu duniani kuudhiwa kupo, na ni silaha ya adui, ni vita vya kiroho. Kama nilivyosema, unapoona ugumu na kwamba siwezi kusamehe, ingia katika maombi. Bila kusema kwamba hivi ni vita vya kiroho, hii
Usikubali ukakaa hapo, kile kidume kikakuumiza ukakaa nacho kikienda kukutafuta ndani. Ni hatari. Tiba yake ni kama maombi ya toba, mwambie Mungu akusamehe na achilia moyo wako, endelea safari ulio nayo mpaka mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo tumesema hapo kwenye Marko 11:25-26 pale Bwana Yesu aliposema ya kwamba samehe hata 7 mara 70. Neno la Mungu linatuamuru usiposamehe hatutasamehewa. Tutasoma kwenye Mathayo 6:14-15. Mathayo 6:14-15 usoma mwenyewe. Kusamehe si kwamba tunasamehe tu ili tupate msamaha, pia na maombi yetu yajibiwe. Amina. Tunaposamehe sio kwa ajili ya kuomba msamaha tu tusamehewe, lakini pia ili tunapokwenda mbele za Mungu kwa ajili ya maombi yetu yapate kibali na yajibiwe kwa jina la Yesu. Kama nilivyokuambia tukusamehe uchungu, ili tunaruhusu maombi yetu yasipate kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo ni vizuri kusamehe ili kwamba maombi yako pia yaweze kupata kibali na kujibiwa kwa jina la Yesu. Unaweza ukashangaa unafunga, unaomba, unakesha, unakuja kanisani unaomba, unakuwa na bidii katika kuomba, ukimtaka Mungu katika maisha yako, lakini unashangaa kujibiwa. Kumbe ni adui tu anaweka kitu chake kidogo kwenye moyo wako, tayari kukusamehe. Na kijua kabisa kwamba huyu nimemtafuta kwa hili, hata aombeje, maombi yake atapata kibali. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo lazima kabisa watendwe msamaha. Haijalishi umefanya nini rafiki yangu, atendwe msamaha ili maombi yako yapate kibali mbele za Mungu. Na ndio kabisa kwamba Mungu mtakatifu sio kwa ajili yako tu, unaomba pia kwa ajili ya watu wengine, si ndio? Roho Mtakatifu anakutengeneza macho kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya familia, na Roho Mtakatifu atakapokuongoza katika kuomba. Lakini kama utakuwa na uchungu kwa roho yako utakusamehe, maombi yako yatapata kibali mbele za Bwana. Adui ataweka kizuizi, atakushitaki kutokana na ile hali ulionayo na kutokusamehe. Na Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Kanisa wa Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Usiposamehe kidogo na uchungu inachipuka. Kwa sababu tunaomba hasira isije kufanya mambo mpaka ukapambazuka. Umekwaza usikubali kile kitu kikakaa kwenye moyo wako mpaka kesho. Ni hatari sana. Adui anaweza kupandikiza roho ya kinyongo na uchungu. Inaweza kuchipuka kwa ajili ya kutokusamehe. Na uchungu unapoendelea kuchipuka inazaa chuki. Ule uchungu unapoendelea unazaa chuki ya kumchukia yule aliyekukwaza. Na chuki inazaa hasira, na hasira inazaa kulipiza kisasi. Kulipiza kisasi. Na mtu aliyookoka upaswa kulipiza kisasi. Kisasi ni juu ya Bwana. Kwa vile kitu unapoacha vitakata yako vitazaa mambo mengi, na mwisho utalipiza kisasi. Tunaposema kisasi tuna maana gani? Labda mume na mke. Mume alikwaza mke. Ulikuwa na tabia ya kumwekea mume wako maji bafuni na kuoga. Ulikuwa na tabia ya kumheshimu kwa unyenyekevu wote na kumpenda kwa moyo wote. Akirudi tu na mfumo wake unakimbia mchaka na kwenda kumpokea. Lakini kuna jambo alilofanya likakukwaza. Na baada ya kukwaza vile vitu kaniachia. Ukufanya tena. Unalipiza kisasi bila wewe kujua. Kadhalika na mume hivyo. Mke anapokukwaza bila watu ambao pamoja kwa kilosi sana. Kwa usipokuwa makini atakutumia kumkwaza mwingine. Na unapokwaza unalipiza kisasi. Unakuwa unampenda mke wako na unaweza kumchukia. Unakuwa unamletea pipi, ukienda kutoka kazini au unaenda popote unapeleka zawadi kidogo tu. Unaenda kufurahisha moyo wake. Unashangaa kile kitu ambacho alikukosea na ukapeleka ndani kimesababisha hasira, kimesababisha chuki, uchungu, hasira na mwisho sasa unalipiza kisasi. Hata ambao unafanya ufanye tena. Kadhalika ndani ya kanisa hivyo. Umekwaza na mtu. Baada ya kukwaza unaacha kufanya kile ambacho ulikuwa unapaswa kufanya.
safari ya mbinguni. Rafiki yangu, usiposamehe mbingu utaingia. Ni hasara kubwa sana. Ni hasara ya adui. Na nikwambia wengi wanakosa mbingu kwa ajili ya kinyongo. Na wengi sana waliokosa mbingu kwa ajili ya kinyongo ni wale waliokosewa. Baada ya kukosewa anajisaidia haki. Anasema kwamba mimi nimekosewa. Kwa nina haki ya kumsaidia, ya kumchukia. Nina haki ya kutokufanya vile hivyo kwa sababu ananisamehe. Rafiki yangu, usikubali shetani kukushika kwa hilo. Mshinde kwa jina la Yesu. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe sana. Kwa hiyo tendo la kusamehe ni mara moja, kwa sababu asili ni kati mfano wa upumbavu na mambo mengi yanachipuka kwa ajili ya kukusamehe na kukuongezea. Tusiposamehe na kusahau, adui anapata mwana wa kutushambulia na anatafuta mbinu ya kumwingilia mtu wa karibu na wewe unayempenda na kumwamini ili akukwaze. Haleluya. Shetani anatumia yule mtu ambaye unampenda na unamwamini, alafu anakukwaza. Anashindilia ile jambo, anashindilia usipokuwa makini, anakupata, anakunasa. Kwa sababu anasema, yule mtu unayemwamini, unakuwaje? Yule mtu unayempenda hivi, mbona unanifanyia hivi? Usipokuwa makini, unakuwa kama silaha ya adui, atakukamata kwa hilo na atakushinda. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Siku za nyuma, kuna wakati Roho Mtakatifu aliniambia nifunge na kuomba, kwa sababu kuna jaribu kubwa litakuja mbele yangu. Neno jaribu litasababisha kitu fulani. Jamani, nikiangalia mtu hawezi kuambia kwamba atasababisha. Ni mtu ambaye yuko karibu, tunatumikia Mungu, ninampenda, ninamheshimu, ninamwombea, ninamtii. Kwa nini nilitii? Kama kukaa nenda mlimani, nikafunga masaa 24, nikajiombea, nikamaliza, nikaondoka. Nikiendelea na maisha, ili jambo nilikuwa nimesahau. Ninakwambia, Roho Mtakatifu ni mzuri. Roho Mtakatifu ni mzuri sana. Yule mtu alikuja ndani ya ribu. Kama sio kupewa taarifa. Ndio sababu ninakwambia, vitu vingine tuko katika ulimwengu wa roho. Ni vita vya shetani. Roho Mtakatifu anaona kabisa jinsi ambavyo adui ameandaa ile silaha ya kumaliza. Ile jambo likaja, nilipokuja hapa hapo na mwisho. Nikamwambia ili ndio ile jaribu nilikwambia nenda kaombe. Yaani rafiki yangu nilipita salama. Nikazidi kumwombea. Nikazidi kumpenda. Kufanya na zaidi ambayo nilikuwa nafanya. Ili niweze kumshinda adui. Ile la Bwana litukuzwe sana. Kwa hiyo Mungu mbinguni atusaidie kabisa kabisa kabisa. Ili kwamba unapokuja naye wa kwanza na kutumia watu wa karibu, mke wako, mume wako, bosi wako, mtu yeyote yule, adui asipate nafasi ya kukwaza na kuweka kirogo kwa yule mtu kwa jina la Yesu. Kuna mama mmoja aliugua sana. Baada ya kuugua sana, akashindwa kwenda kanisani. Aliposhindwa kwenda kanisani, akazidi kuugua na zidi kuzidiwa. Mchungaji wake akachukua safari akaenda kwake kumwona. Alipofika, mchungaji anashangaa kaandika neno kwenye ukuta. Kusamehe. Mchungaji akasema kusamehe ndio nini? Akakaa kwa yule mama mbele, akaongea hivyo. Lakini mchungaji akamwambia mama, mbona nimeona andishi kabisa kuandika kwenye ukuta? Kusamehe? Kuna shida gani? Yule mama akaanza sana. Akalia. Baada ya kulia, akaanza kueleza mchungaji ukweli sasa. Mama aliyopitia machungu mazito ambao anayabeba kwenye moyo wake ni kilo la moja zihesabiki. Na kupitia hayo sasa, akapata nafasi kumkamata. Akamkamata, akampiga kwa pamoja, akampiga kwa kila namna aliyoweza. Mwisho akamlaza chini na usiku kanisani tena. Yule mama alipoumia mbele za Mungu, akamweleza mchungaji mambo aliyopitia. Mchungaji akakaa kwenye mambo ya yule mama, wakaomba mbele za Mungu, wakatubu mbele za Mungu. Mchungaji akamwombea yule mama. Akamwambia, kila siku zikuja sasa. Yule mama akaanza kutoka nje. Akaanza kupona. Akaanza kwenda kanisani. Akawa mzima kabisa. Kwa hiyo maana kwamba kutokusamehe kitu kibaya sana. Na kama nilipokuambia kwa kwanza anapokuja,
unaruhusu hata kulipiza kisasi tunachosema sana. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana katika hii roho ya kutembea bila kusamehe. Lakini kama una ushirika mzuri na Mungu kwa maombi na kulisoma neno lake na kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, unasikia sauti ya ndani yako inasema samehe, na unapotii unakuwa umeshika karibu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapokuwa mtu unaendelea kuomba mara kwa mara mbele za Mungu, unaendelea kulisoma neno la Mungu, unashirika na Roho Mtakatifu, unashangaa tu leo unapokuja inakuja kwa wepesi, unashangaa tu Roho Mtakatifu anakuambia samehe. Na unatuna samehe, unapenda samehe leo na kupata kwa jina la Yesu. Mungu atukuza tusaidie kabisa. Tunapaswa tuwe makini sana kwani shetani hapendi kuona wana wa Mungu wanabarikiwa au kuona kazi ya Mungu ikisonga mbele. Kwamba adui shetani hataki kuona kazi ya Mungu inasonga mbele, hataki kuona watoto wa Mungu wanabarikiwa. Hataki kuona sisi kwa sisi tuna amani na kukaa pamoja kwa umoja. Hakuna silaha ambayo shetani anayetumia ndani ya kanisa kama kufarakanisha, kuwa na makundi, kutokupendana na kushangaa na kwa na wewe kwa mbali nao shetani anataka kitu chochote kile, unashangaa unaweza kutumia mwenzako ili tu katika roho kwa roho ile ule umoja na ile mapatano ya roho. Kama anasema kwamba kwa wingi wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yako aliye mbinguni. Anaposema watakapopatana ni mapatano ya ndani, kwamba ninapotamani Mungu atende hili hivi na mwenzangu anatamani hivi Mungu atende. Kwa mnapopatana Mungu anatenda. Amina. Lakini sasa shetani analeta nini? Mgawanyiko, analeta mafarakano, analeta chuki, vitu kama hivyo vinainuka ili kwamba mtakapopatana katika mambo yenu yasijibiwe. Leo tumshinde kwa jina la Yesu. Kanisa la Yesu asifiwe. Tumshinde adui kwa silaha kwa jina la Yesu, ili kanisa tuweze kukaa kwa umoja, kukaa pamoja sisi kwa sisi, na tutamwona Mungu akitutendea mambo makubwa kwa jina la Yesu. Mungu atufunze atusaidie. Adui asitushinde, akaleta mafarakano, akaleta magawanyiko, akaleta vikundi ndani ya kanisa, akatukosesha amani. Tusifanye kazi ya Mungu kwa pamoja na kwa umoja, kwa sababu tunapokaa pamoja kwa umoja, huko ndiko Mungu alipoamuru baraka. Ndiko Mungu anakusikia maombi yetu. Haleluya. Kwa hiyo kila mmoja wetu Mungu anaposema na sisi, kama rafiki yako angalia tu moyo wako, chunguza moyo wako, angalia katika moyo wako kuna kitu gani ambacho umekibeba. Je, adui anatufarakanisha katika mambo gani? Na leo Mungu anakwenda kutuponya kwa jina la Yesu. Amen. Faida ya kusamehe na kusahau. Lazima kuonyesha. Naomba viongozi na mtazamo tu kwa ufupi. Faida ya kusamehe na kusahau. Wewe mwenyewe unaponya nafsi yako unakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposamehe, faida unayopata, wewe mwenyewe unaponya nafsi yako. Nafsi yako inakuwa salama na unakuwa huru. Hauna kifungo kilichokufunga. Uko huru mbele za Bwana. Unamshangilia Mungu wako, unamwabudu Mungu wako, unamsifu Mungu wako katika moyo ulio safi. Haleluya. Kwa maana kwamba wewe mwenyewe unapenda nafsi yako na unakuwa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu hata aweze kukutumia ukiwa na uchungu. Ondoa uchungu kabisa. Unaweza ukatumika ndio, lakini ukatumika kwa kawaida tu, kwa kawaida. Sio kwamba ni Mungu anakutumia kwa sababu una mambo ambayo umewekeza ndani yako. Kwa hiyo maana kwamba faida utakaopata pia unaposamehe na kusahau, unakuwa huru kwa ajili yako na anakutumia mara kwa mara kwa ajili ya utukufu wake, kwa sababu moyo wako uko safi. Pia unapata kibali na maombi yako yanajibiwa. Tumesema kabisa ya kwamba tusiposamehe na sisi hatutasamehewa, na pia majibu yetu hayatajibiwa. Nasema kwamba kila mnaposimama kusali, samehe ukiwa na jambo la mwenzako. Kwa maana kwamba faida utakayopata pia katika kusamehe na kusahau, maombi yako yana
kibali mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kutokusamehe kutatoa nguvu na watesaji. Vunja moyo wa watesaji kwa kusamehe na kuachilia na kuachilia. Na maana kwamba pia faida ya kusamehe na kusahau, watesaji hawatapata nguvu ya kukutesa, kwa sababu unao ujasiri ndio unayo nguvu ndani yako ya kuvunja kazi zake zote anapokusogelea. Kumbuka kuponya na magonjwa yako yote. Mungu anasamehe, anafanya ponya. Mungu anasamehe, anaokoa. Mungu anasamehe, anabariki. Kwa hiyo maana ya kwamba ni lazima pia unaposamehe kanuni ya Mungu. Tasoma ongeza kumi na moja na tatu mstari wa 3. Kuna kuponya na kutembea katika afya njema unaposamehe. Kama ilivyokuwa ushuhuda wa huyo mama. Baada ya kusamehe, baada ya kuchukua nafasi mbele za Mungu kwa toba na kuachilia na kusamehe, alipokea uponyaji. Kwa maana kama na wewe unaposamehe unatembea katika afya njema. Adui kupata nafasi na kushambulia na kukutesa. Kuna nguvu kubwa, ushindi na uhuru katika kusamehe na kusahau, na zaidi ya yote uzima wa milele. Kanisa la Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana kama kuna nguvu kubwa na ushindi na uhuru katika kusamehe na kusahau, na zaidi ya yote uzima wa milele baada ya shahada. Tukikumbuka Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani, alisema Baba wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Stefano alipopiga mawe akasema Baba wasamehe wala usiwahesabie kosa kwa ile unalofanya. Na mbona pigwa mawe unashambuliwa, lakini unashangaa mtu anasema Baba wasamehe. Yesu anasema wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Kwa Yesu sana kabisa. Haleluya. Ni lazima kabisa tusamehe ili tuweze kupata uzima wa milele baada ya shahada. Ndugu yangu mbinguni akitendea chochote kilicho kinyonge, usitende mwanadamu. Mwanadamu anapinga kukupeleka. Mwanadamu hana hatima yako. Mwanadamu hana baraka zako. Hatima yako na baraka zako ni Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tafuta kwa bidii sana. Kwanza shika wako vizuri na Mungu wako. Mwanadamu anaweza kutumika kama chombo tu kwa ajili ya kama ilivyo kwa ajili ya kuleta kwazo ili kukuharibu. Mshinde kwa jina la Yesu. Uweze kuingia mbinguni na roho ya kidogo. Situmie jamani, mbinguni ndio takatifu. Uweze kuingia mbinguni na roho kidogo. Uchungu, chuki na kadhalika inatokana na kutokusamehe. Hilo sio tunda la Roho Mtakatifu, ni tunda la Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tutakasa kwamba kusamehe ni jambo ambalo sio dajali, ni lazima. Ili uweze kutembea katika uhuru, uweze kuwa mshindi, uweze kumshinda Shetani, uweze kumpendeza Mungu, uweze kuingia mbinguni, ni lazima kusamehe. Sio hiari, ni lazima. Ekalisho ndio nini? Ni lazima kusamehe.